Leo nilipokuwa kanisani nilikuwa na tafakari na nikakumbuka story moja ya mzee mmoja. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anamchukia sana jirani yake. Yaani alikuwa hampendi hata kidogo. Na alikuwa hampendi jirani yake kwa sababu jirani yake alikuwa amefanikiwa sana kuliko yeye. Kwa hivyo akaamua anataka awe tajiri kushinda jirani yake. Na ile awe tajiri akaamua sasa aende kwa mganga. Alipofika kwa mganga, mganga akampa masharti. Akamwambia, kama unataka kuwa tajiri, chochote utakachokiomba ambacho unataka kukipata, hicho kitu utakachokiomba jirani yako atakipata mara ngapi? Mara mbili yako. Yule mzee akamwambia mganga, hebu nipe muda kidogo nitafakari, alafu nitakupa jibu. Mganga akamwambia sawa. Mzee akaenda kutafakari. Wakati mzee anatafakari, akafikiria kwamba ina maana nikiomba nyumba jirani yangu atapata, nikiomba nyumba moja jirani yangu atapata nyumba mbili. Nikiomba gari moja yule jirani yangu atapata gari mbili. Nikiomba shamba hekari mbili, huyu jamaa atapata hekari ngapi? 4. Jamaa akafikiria, akasema lazima nimkomeshe, lazima nimuonyeshe. Jamaa akafikiria, akasema sawa, ngoja nirudi kwa mganga. Jamaa akarudi kwa mganga. Alifika kwa mganga, mganga akamwambia, karibu sana mzee, umeamua nini? Yule mzee akamwambia mganga akamwambia, ninataka unitoe jicho moja. Yaani umefua jicho moja, ulitoe lote. Yaani alichokuwa anakifikiria yule mzee ni kwamba yaani yeye akitolewa jicho moja, yule jirani yake atatolewa macho yote mawili. Kwa hivyo atakuwa na nafasi ya kutumia jicho moja kumuona jirani yake anapoteseka bila macho. Yaani hao ndo aina ya majirani ambao tuko nao yani. Unaona jirani yako huyo ni chance tu hajapata. Akipata na kumaliza. Kwa hivyo tuishi vizuri na majirani zetu. Hivyo tu.